Shalom, shalom wapendwa wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu kwa nafasi nyingine tena umetupatia kushirikishana mambo ya kututia moyo, kututia nguvu kwenye hii safari. Haleluya. Kuna mambo mengi yanatokea yametuzunguka, taarifa za habari, hiki na kile. Mambo yanaendelea kwenye nchi zetu tulizopo, nchi za dunia, mambo yanaendelea kwenye familia, mambo yanaendelea maeneo mengi sana. Lakini Bwana Yesu ni mwaminifu, anatupa neema na rehema ya kuweza kuendelea kusonga mbele bila kukata tamaa, bila kutahayari. Haleluya. Usipokuwa makini utajikuta uko nje ya imani. Usipokuwa makini utajikuta unamchukiza Mungu. Usipokuwa makini utakuta umekosa kibali na Mungu kabisa. Ndicho maana kichwa cha habari, neno hili nimepewa kama sikosei jana, kwa najirudia kwamba katika dunia hii ya sasa tuliopo, turuhusu Roho Mtakatifu atuongoze. Turuhusu Roho Mtakatifu atuongoze. Sisi ambao tunajitahidi kunyenyekeza chini ya uwepo wa Bwana. Sisi ambao tunajua bila yeye hatuwezi kufanya kitu. Sisi ambao tunajua bila yeye hatufiki popote. Basi tuendelee tu kujua kwamba tunatembeaje. Tuendelee tujua kwamba tunaendaje. Tuendelee kujua kwamba anatuongozaje, atatusaidiaje kwenye hii safari na majaribu mbalimbali. Kwa maana tunajua hicho, tunakumbushwa, tupo siku za mwisho. Tupo nyakati za mwisho. Haleluya. Warumi 8, kisoma Warumi 8, mstari wa 9 unasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Ndicho maana kichwa cha habari kinatuambia katika dunia hii tunayoishi sasa hivi, tumruhusu Roho Mtakatifu atuongoze. Tumruhusu. Ujue Roho Mtakatifu huwa anasema yeye ni muungwana. Usipomtaka hata kulazimisha. Usipomfuatilia hata kuja mbele ya uso wako aseme nisikilize mimi, nifuate mimi. Ukianza kushika njia yako mwenyewe, unaamka asubuhi, unaishi maisha yako, hata kuingilia hata siku moja. Labda wewe ulimuomba ukamruhusu Roho Mungu, kiniona naenda njia isiyo, naomba unionye. Ataweza kukwambia lakini hapo sio salama, lakini njia hiyo sio sawa. Amen. Sasa Warumi 8 hapa yani tunakumbushwa tufuate, kujazwa na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Mpendwa, unaweza ukaona mimi bado sijajazwa na Roho Mtakatifu, sijanena kwa lugha, mimi mbona sijaelewa hii kuongozwa na Roho Mtakatifu inakuwaje? Lakini kumbe ukitulia, ukiwa makini, ukinyenyekea, Roho wa Mungu anakuongoza na kusemesha muda mara nyingi sana. Ukiwa ukatulia, anakuongoza. Saa ya kuomba, hujasoma Biblia leo, pita njia hii, leo funga, huyo mtu simjibu, hili neno achana nalo, huyo mtu muombe. Anatusemesha muda yani Roho wa Mungu, hata tukiwa wanadamu tuko mabilioni na mabilioni dunia nzima. Yeye ni Roho wa Mungu, ni Roho wa Kristo, Mungu aliyetuumba, anayeongoza hii nchi, anatusemesha kila wakati tukitulia. Ukitizama mambo yanayoendelea duniani sasa hivi, siasa, nchi, tetesi za vita tayari, kutishiwa maisha, sijui nini. Haya ni ya mambo ya nchi na serikali. Ukienda kwenye familia, ndugu jamaa, marafiki, hivi jiulize swali. Unajua adui shetani yeye yuko makini sana na kutambua kwamba hizi siku ni za mwisho. Sisi tu ndio watu tunasahau. Hapa na pale tunasahau. Alafu tukisahau, katika kusahau huko, tunajikuta eti tunashangaa. Tunajikuta eti tunachukua muda mwingi sana. Tunachambua, tunaongea, hichi kimetokea hivi, hichi kilikuwa hivi. Tunasahau kwamba tuko siku za mwisho. Matokeo haya ni lazima yatokee. Ndio maana wapendwa,
Ninawapenda sana wa mama wa kundi la Biblia, la kusoma Biblia. Kuna wachache tunafuatiliana nao wenye nafasi kwenye kundi la maombi la Jesus Reigns, ni wachache. Siweki watu wengi, manake watu wako busy. Mimi sikuitiwa watu wengi mpendwa. Kama niliitiwa na wewe safari, tutaenda safari, nitakufikisha mahali. Guess what? Mungu ni mwema wewe. Mungu atanipa mtu mwingine. Nikikufikisha mahali, Mungu ananipa mtu mwingine, naendelea. Kwa sababu Mungu aliniambia wewe, nitakudai wale ambao nimekuitia. Unakuta mtu akishakuwa sawa, anasonga mbele. Mimi sio Mungu, mimi sio Roho wa Kristo. Kwa hiyo tunaombeana, tunaendelea kuombeana. Amen. Kwa hiyo wale wachache ninawapenda kwa sababu wanasoma neno. Wanajitahidi. Tumesoma neno, Agano Jipya tumemaliza, tuko Agano la Kale. Sasa hivi tunajaribu, tunakariri na maandiko. Yaani neno la Mungu ni chakula, ni kama chakula kwangu mimi, naliona kama chakula kizuri sana, kitamu sana, chenye afya. Ukisoma Biblia, haya matukio hayatakushtua sana, kwa sababu utakumbuka kwenye andiko, kwenye kitabu cha Mathayo haya mambo yalisemwa, kama sikosei, nisinukuu kwa makosa, nadhani kwenye 11 hivi yalisemwa mambo yatatokea. Wewe cha maana ni kuwa makini kwamba matukio ya dunia hii, matukio ya nchi, matukio ya serikali, matukio ya familia yako, matukio ya kwako wewe binafsi, yasikutoe kwenye njia na uwepo wa Mungu. Wengine tunaweza kabisa tusieleweke, kwamba safari yetu na wokovu, mtu anaweza tena akaingia dhambi ya kukuhukumu. Mpendwa wangu, huyu naye kwa nini asifanye hivi? Huyu naye anajifanya ameokoka sana, huyu naye anajifanya mtakatifu sana. Wewe songa, shika njia na safari. Mungu anakusemesha nini kuhusu maisha yako? Mungu anakusemesha nini kuhusu maisha yako? Sikia Roho Mtakatifu. Washauri huwa wapo wengi, wenye maoni yao, wana haki kuwa na maoni yao, huwa wapo wengi. Huyu kwa nini asifanye hichi kitu namna hii? Huyu kwa nini asifanye kitu? Wana haki zote, ni binadamu. Mungu ametupa utashi na akili. Lakini wewe ukiwa umejiweka katika hali ya kusikia Roho Mtakatifu, leo nimeamka asubuhi, anataka nifanye nini? Nianze na nini? Nyenyekea tu, kuwa na uhusiano wa karibu na Roho Mtakatifu. Yeye ni Mungu, awe rafiki yako, awe msiri wako, awe mwongozi wako. Yaani unakuta kama wiki hii yote, yaani nimekuwa tu ananisemesha vitu, natabasamu tu mwenyewe, natabasamu tu. Na leo hapa kaniambia, wewe toa somo kwanza kabla hujafanya kitu chochote, nitakudai somo lako la wiki hii. Sasa hivi ratiba yako ya masomo nataka iwe 1, 2, 3, 4. Na ndio hiyo ninaomba neema niitii, niifuate. Usipokuwa makini, matukio ya dunia hii na matukio yako binafsi yatakutoa kwenye uwepo wa Mungu. Utajikuta umemkosea Mungu. Wapendwa, huwa nasemaga na ninarudia, nawaambiaga wamama, mabinti na vijana ambao wachache tunaongea nao, tunawashauri, mpendwa wangu, usiishi kama vile wewe maisha kwako, yani siku zako za kuishi hapa duniani eti una garantii kwamba una garantii wewe utaishi mpaka ufike miaka 130. Mpendwa, ishi kama vile hujui kama leo ndio siku yako ya mwisho. Mpendwa, ina maana mawazo yako, maneno yako, matendo yako katika siku nzima. Mimi wanakuta nina mambo ya kutubu hapa na pale. Mungu, huyu sijamwazia vizuri, huyu nimeongea lakini sijui kama nimeongea vizuri. Hapa nilivyofanya hapa, nadhani yani muda baada, ndio tunasemaga kwenye somo fulani tuwao kwa zamani, kila kama masaa 2, 3 unajifanyia tathmini, ni wapi tunapokutubu. Tunapita huko njiani, tunakutana na vitu vingi, dunia watu wanapitia, mpendwa wangu, watu wanapitia changamoto za maisha. Unaona watu yani huku na kule, hivi na vile. Utaangalia mtu na mapito yake, huyu utamhukumu. Hata sisi ambao tunajitahidi kutii Biblia, unaangalia ulivyovaa wewe na alivyovaa yeye, tayari dhambi ya hukumu inaingia. Usikubali matukio yakakutoa kwenye uwepo wa Mungu. Ukiona Zaburi 37, 23 na 24 imetuambia nini? Inasema hivi: hatua za mtu
zaimarishwa na Bwana, naye aipenda njia yake. Ajapokuwa hataanguka chini. Samahani tena, nimekosea hapo. Roho wa Mungu anisamehe, nimekosea kusoma hapo. Ajapojikwaa hataanguka chini, Bwana humshika mkono na kumtegemeza. Biblia Kiingereza inaweka wazi zaidi, ndio utaona watafsiri saa nyingine waliotafsiri. Bwana Yesu tu awasaidie pia, awasaidie. Hiyo Zaburi ya Kiingereza, kwa Kiingereza inasema the steps of a good man, yaani mtu mwema. Si hapa Biblia Kiswahili imesema tu hatua za mtu mwema. Tafuta kuwa mwema ili Mungu aimarishe hatua zako. Unakuta mimi wakati mwingine nikiona hatua zangu zimelegalega, nasema kuna kitu nimepungukiwa kuwa mwema. Wewe chunga mawazo, maneno na matendo yako. Wengine wanaweza, mtu akaja akakusemesha hivi, mtu akaja akakufanyia hivi. Kuwa na amani tu. Kwani mimi na wewe unajua ni watu wadogo sana kwenye ufalme wa mbinguni. Ni watu wadogo sana. Atakaye kuja kusema na wewe njia fulani, ni Mungu amemruhusu, amesema na wewe njia fulani. Tusiwe wepesi kukwazika. Hapana. Uwe mtu mwenye haki ili hatua zako ziimarishwe na Bwana, yaani Mungu aipende njia yako. Au na wewe mwenyewe pia uipende njia yako. Usio naenda tu hovyo hovyo. Mstari wa 24 inasema kabisa kuna kujikwaa. Ajapojikwaa, wakati ule ukijikwaa, tunajikwaa saa nyingine kwa sababu sisi ni binadamu. Ndio maana nimetoka kusema tuende maisha ya toba. Usijiaminishe sana na utakatifu hii safari. Enda maisha ya toba. Bwana humshika mkono na kumtegemeza. Unapojikwaa, Bwana aone huyu, ngoja nimshike nimtegemeze, ngoja nimsaidie. Unatubu, unarudi kwenye mstari. Kichwa chetu cha habari kinasema katika dunia hii tunayoishi sasa, ruhusu Roho Mtakatifu akuongoze. Ufanye nini wakati gani? Ufanye nini wakati gani? Useme nini wakati gani? Mimi nina amani ya kutosha. Mradi Roho wa Mungu ananiambia sasa hivi nataka ufanye hivi. Sasa hivi shika hivi. Kundi hili la maombi lipeleke hivi. Siwezi kulipeleka kama makundi mengine. Ni Roho wa Mungu vile anavyonipa neema. Kwa sababu mimi pia ni mama, ni mke, najitahidi kufanya kazi ya Mungu alivyoniita. Ni dada wa watu, ni mama wa watu, ni shangazi wa watu. Siwezi kujilinganisha na makundi mengine. Kwa hiyo mtu anaweza kusema, huyu mbona kundi lake liko hivi? Wewe uwe na amani tu mpendwa. Kama uko kundi langu la maombi, unaona linaenda hivi na hivi, mbona wafanyi hivi? Kuwa na amani. Kuwa na amani tu. Mwambie Mungu, hapa nimewaza labda sivyo. Kama wewe ndio unamuongoza hivi, basi wacha wewe cha maana tuombeane. Na waombea wamama ambao niko nao kwenye makundi ya maombi, na waombea kwa sababu Mungu alishaniambia atanidai nisipowaombea. Sasa kila mama na safari yake, kila mama na ratiba yake, kila mama na mapito yake. Nikitoka hapa nikasema nikahukumu mtu, mbona huyu haingii sana kwenye maombi? Mbona ndio maana kundi liko huru. Yaani liko huru ambaye anaona limemtosha, limemfikisha anapotakiwa kuwa, ana uhuru wa kufanya nini? Kutoka. Sio kwamba mtu anaweza unajua kuna makundi mengine. Mimi kuna kundi moja nipo kundi fulani la huduma. Ndio maana siku hizi niko makini sana kuingia makundi. Niko kundi la huduma ambalo hilo kundi ninajua liko kiongozi sio wa Tanzania. Hapana. Ni kiongozi wa nchi nyingine. Siwezi kuthubutu kutoka hilo kundi. Kwa sababu gani? Yule mtumishi anachukuliaga vitu ukitoka kundi lake, yani anakuona tofauti. Sasa huwa anatakaga amani tu, nimebaki lile kundi kwa amani tu. Huyo mtu hayupo Tanzania. Kwa hiyo msianze kuwaza vibaya mkatenda dhambi. Na huyo mtumishi anafundisha mafundisho huwa yananijenga sana.
yanajenga. Saa ingine unaona message zinakuwa ziko nyingi, inabidi unasoma afu unafuta, unapunguza. Turudi kwenye lengo letu. Mfano wa matukio ni nini ya kutufanya sisi tumruhusu Roho Mtakatifu atuongoze? Nimetoa mfano kwenye taarifa za habari, matukio yetu binafsi, ndugu zetu, jamaa, marafiki. Unaweza ukasikia taarifa za habari zikakukosa amani, ikukosesha amani. Ina maana ukiwa umekosa amani tayari, wakati ule ambapo hauna amani, imani utajikuta ukichunguza imepungua. Imani na neno la Mungu, imani na Yesu Kristo, unajikuta imepungua automatically. Kwa sababu mpendo wangu mmoja alisema, kuna mtumishi wa Mungu nadhani nimsikia anasema hivi, huwezi kushika imani na hofu katika wakati mmoja. Unakuta zaidi utaelemea nini? Taarifa za habari zitakufanya wewe uwe na hofu. Ukishaingiwa hofu tayari utafanya maamuzi yasiyo sahihi. Utajikuta mwenye hofu. Tunasoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana 20, lakini waoga na wasioamini. Tayari ule mstari una hatari ya kutuhukumu mimi na wewe. Utajikuta unafanya maamuzi kwa kupaniki, au maamuzi yasiyo sahihi. Utakuta umemkosea Mungu. Maamuzi ya kukupotezea mwelekeo, maamuzi ya kukupotezea muda, maamuzi ya kupunguzia nguvu, maamuzi ya kupotezea hata pesa. Unajikuta una hatari ya kuingia hatiani, hata na serikali ya nchi wewe uliopo. Kwa sababu gani? Ulifanya maamuzi bila kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nikwambie neno hapa, mpendo wangu, huwa Roho wa Mungu ananionya sana. Ananiambia, unaona baadhi ya watakatifu, baadhi ya watu wa Kristo waliookoka ambao wanategemea wanapambania kwenda mbinguni. Unajua kuna Wakristo na Wakristo. Kuna Wakristo wanaoenda kanisani, mchungaji wake yuko sawa na yeye, kanisa lake, kiongozi wake wa dini yuko ana amani naye. Wao kwenda mbinguni sio priority. Yaani sio kipaumbele sana. Anatoa sadaka yake, anashiriki ibada, kila kitu, yeye yuko sawa. Lakini wale Wakristo ambao Roho Mungu akaniambia, wale ambao wanategemea wanapambania mbingu, wanakuwa ni kama vile wamefunikwa fahamu wakati fulani, wakati mwingine. Kwa sababu gani? Wao wanaona kwa sababu wameokoka, kwa sababu wanaomba, kwa sababu wanafunga, wanasoma Biblia, wanatunza utakatifu, basi sheria za nchi ni kama vile saa nyingine haziwahusu, mradi wao watimize malengo. Sasa usipokuwa makini, Roho Mungu ananiambiaga, wewe usikubali utimize malengo fulani hapa duniani kwa njia za mkato, njia za kugushi, njia za kupindisha sheria ya nchi, mradi wewe umetimiza lengo. Ni ubatili, ni ujinga. Kwa sababu siku ya mwisho hivyo vitu vinavyokusababisha uvifikie au vipate hapa duniani kwa njia hizo za mkato, njia za kupingana na sheria za nchi. Sheria ya nchi imekukataza wewe uwezi kufanya kitu fulani, sheria ya nchi inakupinga usifanye kitu fulani. Wewe unatimiza lengo kwa sababu uonekane umefanana na wengine, uonekane labda usijui uheshimike na wengine. Na yeye huyu mama ana kitu fulani nchi fulani, huyu mama amefanya Ukifariki, Roho wa Mungu ananisemesha, ukiwa upo duniani wewe ndio utasimama na Mungu, wewe ndio utajibu, na vile vitu utaviacha duniani hapa. Kwa anaambiwa sio lazima wewe ufuate njia kama watu wengine, sio kama wewe lazima upate vitu kama watu wengine ambacho Mungu yaani hapa sasa ninaongea na mimi afu naongea na wewe tena. Vile ambavyo Mungu ameturuhusu tuvipate kwa njia halali, tutavipata kwa wakati wake, kwa njia zake, bila kuwa na pressure, bila kuwa na sijui kuruka viunzi, kupindisha sheria. Hapana, wewe fuata sheria ya nchi. Sheria ya nchi hii nchi fulani hii na niruhusu mimi kufanya nini? Haki zangu kwenye sheria hizi kodi, fuata hizo. Umeona? Kwa sababu utakuta ni kama mitego imejificha sana. Tunajua katika hukumu na Bwana ambaye ndio wa maana. Na hatari ya kufanya nini? Kutuhatarisha kuikosa mbingu. Angalia malengo yako yote unataka kufikia. Hakikisha unafuata njia iliyonyooka. Njia iliyonyooka. Unavyoishi, unavyofanya kazi, hata unavyokula, unavyofunga, unavyoomba, unavyomiliki,
unavyobebana na maamuzi ambayo ulifanyaga zamani yasiyofaa. Kama ulifanya maamuzi zamani yasiyofaa, una madeni, pambania kuyalipa. Usikubali ukaaga hii dunia una madeni. Haya, unashawishika kuingia madeni mapya. Ndio hapo tunarudi pale pale. Ruhusu Roho Mtakatifu atuongoze. Ni lazima uingie hilo deni. Hakuna njia nyingine ukatimiza hilo lengo bila deni. Zipo kabisa, njia zipo. Ukiangalia mifumo ya nchi zingine ni mitego. Nchi za Ulaya, nazungumzia Marekani, sijui bara la Ulaya huko, lakini nchi nyingi za Ulaya, wengi ukitaka kununua nyumba lazima uingie deni la kununua nyumba. Hapo ni kwamba umenunua nyumba ya kiwango, vyumba kadhaa, ina ghorofa juu na chini, au labda ni level moja, utajikuta umeingia deni, kwa sababu nyumba chini ya 20,000, sijui utaipata wapi nyumba chini ya 20,000. Kuna nyumba zilizojengwa kwa viwango vya kawaida tu vya chini, utakuta nyumba angalau 20,000, 30,000. Lakini nyumba ya kawaida kuanzia 50 kwenda juu laki. Kwanza hiyo 50 nayo ni za 2025 nimekosea. Hiyo ilikuwa zamani. Labda ni nyumba ambayo ni nzee kabisa, yaani mbaya kabisa, unatengeneza kila kitu. Umeona? Mifumo imetengenezwa na dunia hii. Unakuta mtu anaingia deni la miaka 30, 15. Na ukiingia unaambiwa wewe kama hujanunua nyumba, wewe kwenye maisha, kwenye uchumi hauko sawa. Kila mtu na afanye Roho wa Mungu alichomuongoza. Sijasema kununua nyumba ni vibaya, ila Roho wa Mungu akuongoze. Ununue wapi, ya kiasi gani? Maana ni mtego, ni deni utaingia. Wanasema miaka 30. Ukiwa na neema utailipa kwa miaka 15. Ukiwa na neema zaidi na hekima zaidi, kama nawaona Wahindi ni wajanja. Wahindi wanaishi familia 3 mpaka 4. Sijui mpaka wangapi. Wahindi na Waspanish watakaa kwenye hiyo nyumba, watashambulia hilo deni, mpendwa wangu, miaka 5 umemaliza. Wananunua ya pili. Wanashirikiana hivyo. Wenzetu wana hekima, na unashangaa sijui ni kwa nini watu ambao hawana Roho Mtakatifu, watu ambao sio Wakristo, wana hekima ya kumudu haya maisha na kuyashinda kuliko sisi watakatifu. Ndio hapo huwa nashangaa. Nasemaga Mungu, tumepungukiwaga wapi? Anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na mimi sio Mungu wa kulazimisha mtu. Kama mtu hanihitaji, mimi namwacha aende na njia zake. Kama mtu haniulizi, ninampa mtu uhuru kuishi maisha yake. Ndio hivyo, mpendwa wangu. Kwa hiyo unakuta katika maisha, matokeo ya hii dunia, kuna mitego ya kutufanya tukose kibali na Mungu, kutuweka mitego ya kujisahau. Tunasahau kwamba hapa duniani tunaishi, tumekopeshwa muda, kila siku tumekopeshwa. Ukiamka asubuhi, mpendwa, Mungu amekupa neema ya kuiona hiyo siku. Iishi kama vile ni siku yako ya mwisho. Ndio maana mimi najitahidi sana. Kama mtu amefanya kitu simuelewi, kafanya kitu mahali fulani, au kanifanyia mimi, au kasema kitu simuelewi, namwambia Mungu, niepushe dhambi ya kumwazia vibaya. Ana sababu za kimsingi kabisa kufanya hivyo. Naomba mimi uniepushe mtego wa kumwazia vibaya, kwa sababu ninajua mimi mwenyewe binafsi nina changamoto za kwangu binafsi za kunitosha. Ninakwepa kumwazia mtu vibaya. Umeona? Matukio ambayo yanatokea, usipokuwa makini, tunajikuta tumejifungulia sisi wenyewe uhalali wa kuonewa na adui Shetani, wa kuonewa na kutendewa udhalimu na adui Shetani, tusipokuwa makini. Ndio maana muda mwingi, mpendwa, wewe kuwa na uhusiano wa karibu na Roho Mtakatifu. Yaani ukiwa na uhusiano mzuri wa karibu na Roho Mtakatifu, mpendwa, utapitia mapito ambayo watu watashangaa, huyu mbona ana amani? Huyu mbona yuko hivi? Mbona huyu hapaswi kuwa na amani? Akili zake ni nzuri kweli huyu? Roho wa Mungu atakuambia kabisa, huyu mtu anakusema vibaya, au anakudharau, anakuona tofauti. Unakuwa una amani tu. Kwa sababu mimi na wewe ni nani? Sisi sio marais wa nchi, mpendwa wangu.
Wengi wenu mnaonisikiliza sio wachungaji. Wachungaji hawezi kunisikiliza mimi. Mimi ni mtu mdogo sana. Kwanza kuna watu ambao kabisa wanaamini huyu mwanamama huyu anasema kwenye mitandao mambo ya Biblia, huyu yuko kwenye makosa kabisa huyu. Mimi ni sisi ni watu wadogo. Roho Mungu akikushuhudia mtu anakuwazia vibaya au anakusemea vibaya, inamaanisha nini? Sio mkasirikie, sio kamseme, umbebee mzigo, muombe. Ole wako usipomwombea, muombe. Mwambie Mungu, naomba huyu basi mueleweshe. Kama ananiwazia vibaya, mueleweshe. Inawezekana kabisa hakunielewa. Kwa sababu mimi naweza nikafanya kitu au nikasema kitu nisieleweke. Nilipewaga ujumbe wakati fulani. Ulikuwa ujumbe mkali. Nilivyopewa chanzo cha habari, na ule ujumbe unajua sijautoa. Sijautoa ule ujumbe bado. Nimwambia Mungu, niambie hapa kuna maeneo ya kukata hapa. Sijautoa ule ujumbe, ila waliopo kwenye kundi live walisikia ule ujumbe. Ulikuwa unamuhusu mtu kama ni mmoja, wawili, watatu, wanne, watano pamoja na mimi mwenyewe. Nakwambia ule ujumbe ulikwaza wengine. Uliwakwaza wengine. Lakini mimi siwezi kufanya nini? Kuhukumu wale waliokwazwa. Kwa sababu hata mimi ni binadamu na wao ni binadamu. Naishia kumwambia Mungu, kama hukunituma ule ujumbe au ule ujumbe ulitoka niliongeza vya kwangu, basi mimi unirehemu. Na Roho Mungu ananiambia, ukuongea chochote kibaya ambacho sikukutuma. Wewe nikupa kichwa cha habari na andiko la kwanza. Ulichoongea baada ya hapo kilichokuwa cha kwake, kuna mwingine anakupokea, mwingine anakwazika, anaendelea na safari yake. Mimi nakuwa nimefanya nini? Mbele za Mungu nimemaliza. Nimenawa, nasonga mbele. Na mimi bahati mbaya au nzuri, nikiwa nina neno, somo, nisipolitoa sipewi mengine. Yaani nazuia mengine kuja. Saa nyingine ninapewa mawili kwa wakati mmoja. Hivyo. Kwa hiyo hili somo ninalitoa hapa niwe huru, ili Roho Mungu aendelee kunipatia mengine, kwa sababu masomo yote ninayopewa, yote mengi sana, mengineyo niseme niwe makini, sio yote, mengi sana, asilimia kubwa yananihusu na mimi. Kwa hiyo na mimi nataka anionye, anisemeshe. Hii ninachosema na wewe, nitarudi, nitasikiliza, nitapokea la kwangu. Nikija tena siku nyingine nitasikiliza, nitapokea la kwangu. Ndio maana watumishi wa Mungu siku hizo waliobaki wa kutusemesha wenyewe unaona hali inavyoenda kwenye kanisa. Watumishi wa Mungu wanaohubiri injili ya kweli wamebaki ni wachache. Ni wachache. Ndio maana wale ambao wana neema wanasikiliza wahubiri 5 kwa siku, 10 tofauti, 8, 6, 5. Mungu amekupa hiyo neema. Wewe tembea hiyo safari, na mimi nilikuaga hivyo. Lakini sasa hivi unaona ukienda kwa huyu ukienda, Roho Mungu anasema ndio hiyo, tunarudi pale pale. Turuhusu Roho Mtakatifu atuongoze. Anakuambia nataka usikilize huyu leo. Sikiliza ile tu. Mengine soma Biblia, mengine sikiliza Biblia. Huwa tunapenda kufanya kazi za ofisini. Saa nyingine unasikiliza maandiko. Au unasikiliza mtu wa Mungu anahubiri, mtumishi wa Mungu. Umeona? Naenda kumalizia. Somo lisiwe refu sana mkachoka. Unakuta uhalali huu wa kufanya nini? Wa kutuonea. Shetani hufuata kanuni za kiroho, anazijua sana na anazifuata. Watu wa Mungu huwa wanasahau, wanajisahau, hasa watakatifu wanajisahau. Wanaofuata njia ya utakatifu wanajisahau, Wakristo wanajisahau. Kwamba waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari ukisoma wa 8 mpaka wa 9 inasemaje? Basi nisome katika jina la Bwana Yesu Kristo. Nasema hivi, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 8 na wa 9 inasema hivi: muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo, mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Neno la leo linasema katika dunia hii ya sasa tunayoishi, turuhusu Roho Mtakatifu atuongoze. Yaani Roho Mungu alikuwa ananisemesha hivi, tukumbushane kwa wale ambao
huwa wana neema ya yani wanaona mimi ninaweza nikasema neno labda likawasaidia. Manake sio wote ambao mimi naweza nikasema neno likawasaidia. Wale wanaofuatilia masomo yanayopitia channel hii ya Jesus Reigns, tunaambiwa hivi, jumbe wetu sisi sote, ulipookolewa, mimi na wewe tulipookolewa, tulikutwa na Yesu Kristo mahali fulani, kimwili, kiroho, kimahusiano, katika kila njia. Tuwe makini na kile ambacho Bwana ametuitia hapa duniani. Tusije tukasema sisi tumeokolewa, kama ninavyosikiaga saa nyingine wanaongeaga wazungu huko madhehebu fulani, kwamba nimeokolewa na tiketi ya kwenda mbinguni, mimi nina guarantee nasubiri kwenda mbinguni. Hapana. Kuna kile ambacho Mungu alipotuokoa, tuna kile ambacho tunatakiwa kukifanya katika shamba la Bwana. Shamba la Bwana kufanya nini? Inawezekana wewe umeitiwa kuombea ndugu zako wafunguliwe. Inawezekana umeitwa kuombea wamama wenzako na mabinti wenzako. Mimi ninaamini kila mwanamke, hakuna mtu anaweza kuniambia mimi sikuitiwa kuombea wengine. Nitamshangaa kweli. Yaani uone wamama wenzio, mabinti wa watu, kama wewe ni mama, au mabinti wenzio, watoto wa watu, vijana wa watu, wanapitia mapito. Wewe uombeagi mtu hata mmoja? Hapana, mpendwa wangu. Hebu muombe Mungu akusemeshe vizuri, akuongoza, kusaidia. Yaani kila mtu ashike kazi ile Mungu anayomsemesha ifanye. Kila mtu anaweza kuomba, kila mtu anaweza kashirikisha neno, hata kama sio kufundisha mitandaoni hivi kama sisi wengine, unaweza kumshauri mtu neno. Ukiwa makini ukaangalia huyu anapita mapito fulani, unamuombea. Huwa nawaambiaga wapendwa, tupende kupata pointi kwa Bwana. Wengine unawaombea hawana haja ya kujua unawaombea. Hawana haja ya kujua. Labda kama anatakiwa umwambie umpe moyo, sawa. Lakini wengine, wewe beba wamama wenzako, beba mabinti za watu, beba watoto wa watu, vijana wa watu kwenye maombi. Yaani unataka malaika wako anaweka tiki, amefanya kazi ya Mungu leo, ameomba asubuhi, alivyokuwa anaomba asubuhi aliwaombea, alivyokuwa anaomba mchana aliwaombea, alivyoombea jioni aliwaombea, usiku kabla ya kulala aliwaombea. Tafuta kupata point na Bwana. Kwa sababu gani? Shetani huyu ibilisi anazunguka atumeze. Ndio maana tumruhusu Roho Mtakatifu tuongoze. Akituongoza, akili zetu zitakuwa kwa Kristo. Akili zetu zitakuwa kwenye zile vipaumbele vya Yesu Kristo anavyotaka tufanye. Tunaambiwa tumpinge tukiwa thabiti katika imani, tukijua kwamba mateso yale yanatimizwa na ndugu zetu. Unayopitia wewe, mama mwenzangu, au binti wa Yesu, au kijana wa Yesu, unaweza ukasema mbona mimi peke yangu? Kuna wengine wanapitia duniani hapa wapo, tena mabaya kuliko wewe. Shukuru Mungu sasa hivi huko Irani huko kunakopigwa vita. Shukuru huko Gaza huko. Shukuru hata hizi nchi za Marekani tulizopo hizi zingine. Shukuru tu. Ukiwa kwenye amani, tumia hiyo amani yako. Wewe yani jiulinganishe. Mungu sasa hivi nataka nifanye nini Baba? Nifanye, yani wanaongea na Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu nataka nifanye nini sasa hivi? Utajikuta ndio maana mimi wasijisikiagi mpweke. Kiukweli sijisikiagi mpweke. Siongei sana, siku hizi siongei sana. Roho wa Mungu aliniambia, waambie wapendwa wako, rafiki zako, wamama wenzako, mabinti, waambie Januari na kubadilishia majukumu. Waambie mapema. Na kweli amenibadilishia majukumu. Sijisikii mpweke kwa sababu rohoni najitahidi sana. Siko mkamilifu kivile, ila najitahidi sana. Roho wa Mungu nakuwa nawasiliana naye. Naona hiki, hapa napitia hiki, kazini kuna hichi kitu inakuaje, nyumbani hivi. Yaani kila siku unapoamka, kwanza unapoamka asubuhi, wewe akili yako iko kwa Yesu Kristo. Iwe kwa Yesu Kristo. Wengine tunaamka kwenye amina wapendwa wangu. Kuna watu walikuwa wameingia kwenye kundi hapa, nikawa naelewesha, natoa somo. Weka ufahamu wako kwa Yesu Kristo. Yeye ndio mwanzilishi na mtimilifu wa imani yetu. Unakuta hutajisikia mpweke, utapita kwenye mapito, una amani,
Utapita kwenye mapito, hakuna changamoto. Yani changamoto zipo, lakini wewe hazikuondolei uwepo wa Yesu Kristo, hazikupunguzii mwendo, hazikukatishi tamaa. Kwa sababu wako wengine wanapitia mabaya kuliko hayo. Wapo wengine wanapitia hawana hata Yesu Kristo. Wapo wanapitia wengine hawana hata neno la Mungu. Hawana njia ya kupata suluhisho. Ndio maana wewe tafuta kubeba watu wengine. Utakuta siku yako ikifika na wewe Mungu atakuinulia watu wa kukubeba kwenye maombi. Umeona? Waebrania 1 nitamalizia. Waebrania 1. Andiko la Waebrania 12 mstari wa 1 mpaka 3. Tamalizia kwa kusema hivi. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliye yastahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkazimia mioyoni mwenu. Hii Waebrania itupe moyo. Kwa kuwa tunazungukwa na wingu la mashahidi namna hii, na tuweke kando mizigo yote, kila mzigo. Kuna mizigo inajaribu yani maisha yanakubebesha mizigo. Ipo, kila mtu ana mizigo anabeba, sio mmoja. Wengi wao ni zaidi ya mmoja. Wengi wetu sisi tuna mizigo zaidi ya mmoja. Hapo kuna dhambi ituzingayo. Yani kuna dhambi zinataka kutufuatilia, kutusumbua. Tunaambiwa tupige mbio kwa saburi. Saburi ni kama subira. Lakini huku unafanya nini? Unapiga mbio katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Kila mtu ana mashindano mbele yake. Hakuna ambaye hana kitu anashindana nacho. Mashindano mbele yetu. Tunaambiwa mstari wa 2, tukimtizama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Alituokoa, alitukuta mahali fulani. Tumwangalie yeye. Bwana Yesu, napitia hapa. Kuna mahali nilikuwa napitia wiki hii iliyoisha. Mahali fulani nilikuwa napitia kwenye mwili wangu tu. Nilikuwa napitia jaribu fulani. Nikumwangalia tu Yesu. Na Roho wa Mungu alivyokuwa mwaminifu. Akasema mume wako atasema muende ukachekiwe daktarini. Sawa. Nilikuwa napitia kitu fulani kwenye jicho, kama jicho liko nasumbua. Jicho na shingo na nini. Nikasema hili neno ninajua lishambulizi limetoka wapi. Ninajua. Wala linishangaza, linistusha. Kajicho kama vimba. Naona vizuri, wala si shughuli zangu naendelea vizuri. Lakini utakuta Bwana Yesu yeye mwenye Roho Mungu akananisemesha. Sawa, wewe nenda kachekiwe, lakini watakuta kila kitu sawa. Hicho ni cha kiroho na hukukosea. Kazi niliyokuita uifanye, nimekuita uifanye. Usiogope kufanya kazi yangu kwa sababu ya mashambulizi. Mashambulizi hayana budi kuja. Wewe simamia imani. Wambao nina neema nao niliwashirikisha. Mpendo wangu mmoja kama sikosei nimshirikisha. Tuliomba naye, maana yake mpendo wangu tuna mapito. Yeye anambebea mizigo na yeye ananibebea. Utafutage mtu anaweza kubebeaga mizigo. Ukiwa na emergency yupo. Nikaendelea tu yale Mungu alioniwekea mbele yangu. Nikavuka. Niko mzima kabisa. Haleluya. Ndio maana nene nakuaga na amani, nampenda Roho Mtakatifu, nampenda wa mama wa Mungu na wabinti wa watu, na wapenda vijana wa watu wanampenda Mungu, wanamuogopa Mungu na waheshimu. Na waheshimu sana vijana wa Yesu Kristo. Mimi wanaulizia Mungu namuombeaje? Huyu mapito yake, huyu siku hizi yuko kimya, asemi na mimi sana. Naambia muombe hiki na hiki na hiki na hiki. Nimemaliza. Hivyo. Sio lazima niongee na watu wote wakati wote. Mtu mwenyewe mimi ni mtu mmoja.
Wengine unawaombea huko waliko, Mungu atakutana nao, atawasaidia, atawapigania. Tunaenda tunaambiwa tupige mbio kwa saburi, kwa subira. Sio mbona mimi mapito hayaishi, mbona ninachoka. Hiyo sio subira. Mbona mimi, hiyo sio subira. Tunaambiwa kuna mashindano yaliyowekwa mbele yetu mpaka wakati ule, tukifika wakati wa Bwana, aidha unyakuo, aidha tunatolewa duniani, lazima mashindano yatakuwepo. Usishangae majaribu. Pitia kwa unyenyekevu na sikia Roho Mtakatifu anakuambia ufanye nini. Hicho tu. Muda wote tunaambiwa mstari wa 2, tukimtazama Yesu alianzilisha, mwanzilishi na mtimilifu wa imani yetu. Yeye ndo anajua tutapitaje, tutavukaje, tutaendaje kushoto, tutaenda kulia. Yeye alistahimili msalaba na kuidharau aibu. Usijali watu watakuonaje. Mama, nyenyekea. Binti wa Yesu, nyenyekea. Kijana wa Yesu, nyenyekea. Kwa jinsi wewe kwa kumtii Yesu Kristo eti udharauliwe, nyenyekea kabisa. Na anayekudharau muombee toba. Muombee toba kabisa. Muombee toba, sio kupenda kwake. Atakaye kuazika na wewe umempa Injili, atakaye kuazika na wewe umemshauri ushauri zuri. Wewe nyenyekea. Kwani wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni mtu tu wa kawaida duniani hapa. Mimi na wewe tunategemea tu neema za Mungu. Mradi mtu unamtendea mema, unamtakia mema, anakujibu, labda unakuta hajakuelewa, anakuazika na wewe. Nazungumza na wamama, waume zao ni wakali, wanafoka. Nyenyekea tu. Nyenyekea, kila mtu ana safari yake. Usikubali mateso duniani. Wanawaambia wamama wanaopitia changamoto, usiteseke duniani afu kateseka jehanamu. Wewe kuna Mungu sio kwamba hakupendi unapitia magumu. Kama ni mwanamama unapitia magumu kwenye ndoa, anakupenda na kujua na kujali. Ila kuna mapito mengine hatuna budi kupita. Wewe pita kwa ushindi. Pita ukimwambia Mungu, mimi ninapita haya majaribu, ninaombea wanangu wasipitie, wajukuu zao wangu usipitie. Bwana, ninatembea mbele zako kwa utakaso. Ndio maana mimi namwambia mwanamama aliyeamua njia ya wokovu, mshike Yesu Kristo kwa mikono miwili. Fata kanuni. Mimi siwezi niingie kuomba hivi, kuombea kitu bila kusindikiza maombi. Angalau nifunge kidogo ninavyoweza. Na kasadaka. Natafutaga madhabahu gani, mtumishi wa Mungu gani anafanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Ninapenyeza huko sadaka yangu, ninaingia maombi, ninaombea lile neno linavuka, linapita. Au ninaombea nilivyoongozwa hivyo. Mengine Mungu atanyoosha. Kwa hiyo pole mama mwenzangu kama unapitia changamoto kwenye maisha yako. Pole, ila nakwambia na kuhakikishia, ukimshika Yesu Kristo vizuri, ukamtengea muda Yesu Kristo, mpendwa, ukashiriki maombi. Ndio maana makundi yale tuliopo, niko makundi mawili ya maombi ya wamama. Mawili ndio niko active na shiriki. Lingine wakuta liko ni la huduma, siwezi kushiriki, na niliwaambiaga sitaweza kushiriki kwa sababu ya majukumu. Wao wana amani tu mimi kuwepo pale. Unatumia bando yako, unaingia kwenye maombi unavyoweza, unashiriki na wenzako. Unatumia bando yako na muda wako, unasikiliza Bible study. Unatumia muda wako, unajisoma Biblia peke yako. Unaombea watu wa Mungu. Uko ratiba ya maombi. Mpendwa wangu, utavuna, sio bure, utavuna. Mradi mshike Yesu Kristo vizuri. Fata maandiko vizuri. Tembea na Yesu Kristo vizuri. Ndio maana utakuta wanakuja kukukwaza, utakuwa na neema ya kuyapuuzia yale mambo. Yaani kama vile hayakuhusu, kama vile hawakufanyii wewe, kama vile hawakusemi wewe. Unakuta kwenye ndoa yako mwenzako ambaye anatumika kukuletea maisha magumu, atakushangaa. Huyu mbona kwaziki siku hizi? Anajiamini na nini? Kumbe wewe umejifunika chini ya Yesu Kristo tu. Umejifunika tu. Ndio tunaambiwa mstari 3, maana mtafakarini na sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, tusije tukachoka, tunaambiwa, tukazimia mioyoni mwetu. Pendwa wangu, Roho wa Mungu ananishuhudia kwamba somo liishie hapa. Somo letu liishie hapa, na damu ya Yesu iwafunike, iwazingire. Ubarikiwe kwa kutumia muda wako kusikiliza somo hili. Naomba ukiwa na neema kushirikisha mtu mwingine, mshirikishe. Mimi upande wangu nimelitoa na ninaamini litatutia moyo sisi sote, mimi na wewe. Ubarikiwe sana
nami naendelea kukuombea neema ya kustahimili kupita kwenye maisha haya, neema ya kumsikia Yesu Kristo akikusemesha kwa uwezo wa Roho wake Mtakatifu, atakapokusemesha kwa njia ambayo inakufaa wewe. Mwingine anasemeshwa kwa dhamiri njema, mwingine anaona kama ni wazo linamjia, linamsemesha kichwani kwenye nafsi yake, mwingine ni kama sauti, mwingine ni kwenye ndoto, mwingine kupitia kusoma neno, mwingine kupitia mtu mashauri, anaongea na mtu yule mtu anaongea maneno lakini anapata ushauri wake pale. Kuna mwanangu mmoja ni mtumishi wa Mungu, na kuambiaga nikiongeaga naye ninafurahi sana. Anatumikaga yani Roho wa Mungu anampitishiaga neno, nakuwa napitia mapito fulani, sijamwambia wala sijamshirikisha, lakini atani mama, unajua nilikuwa nasoma andiko fulani linasema hivi na hivi na hivi, unajua mtu yani anapendaga kuongea hivyo tu kwa mahubiri hivyo. Huwa anabarikiwa sana naye kupata muda wa kuongeaga naye, kumbe ananipa mimi neno nalohitaji wakati ule. Kwa hiyo na wewe nakuombea hiyo neema, Mungu akusemeshe kwa njia ambayo inakufaa wewe. Saa nyingine anaweza kutumia njia 2, 3 tofauti, akusemeshe tu uwe sawa katika hii safari. Ubarikiwe na asante kwa kutumia muda wako. Nisamehe kama somo limekuwa refu, dakika 46, lakini ninaamini Bwana Yesu amesema nasi siku ya leo, mimi na wewe. Tuendelee kuombeana katika hii safari, tusichoke wala tusitahayari. Roho Mtakatifu na endelee kutuongoza. Amen.